Nifuateni. Mr. John, hivi unaamini walioenda kule? Latifa, wewe unataka asiwaamini wakati wote hapa letu moja, au unawaza wakipata mali watakimbia nazo? Maana yeye anawaza maisha tu hapo, ila mimi nakukubali, niko upande wako Latifa. Msijali, wako salama, japokuwa wengine kichwa mkuki, ila haina shida. Ila kile kikosi wote Ngedere na Nyani, maana wote wana mikia mirefu. Unamaanisha akili zao zinafana? Unaweza sio salama huko upande wao. Ndio namaanisha hivyo. Wanaweza kukuta mali na kuanza kupigana kwa usigombania. Inawezekanaje? Wakati hizi mali nitakiwa tugawane wote. Mimi nitaenda kuua mtu. Nitaua mtu. Kaka, mbona unaongea huko umekunja uso? Wakati hata mali zenyewe bado hazijapatikana. Msio na wasiwasi jamani. Wale wameenda watakosa mali. Sisi ndio tutapata kwa sababu mmetembea na mtu mwenye bahati. Nimepewa kailizi yaka, kata tusaidieni. I love you. Kwa wote mlecheka. Ama kweli, ni nani anayeweza kumfunga paka kengele? Hii hadithi inatufundisha sana. Kitabu kile hujakikuta shuleni. Umekisoma wapi binti mdogo? Latifa, unataka kudanganya wakubwa zako. Kile kitabu ni cha miaka mingi kidogo, na kwa sasa havipo. Wewe ulisoma wapi? Asije sema amesoma maktaba, maana tunakujua vizuri. Wewe sio mpenzi wa maktaba. Ni kweli jamani. Alisoma iko kitabu. Tena tulikuwa wote tukisoma. Mimi nilipenda shairi moja ya darasa la 4.
karudi baba mmoja. Zamani ulikuwa una vitabu vizuri sana, na sio sasa hivi. Hujajibu swali. Sisi sote tunalojiuliza, huyu kitabu kakitoa wapi? Kaka yangu alichukua vitabu vingi sana shuleni na kuvihifadhi nyumbani. Unamaanisha kakako ni mwizi? Wa vitabu, lakini sio kwa vitu vingine. Sisi ni wezi. Wenzetu wameweka, sisi tunaenda kuiba. Jamani, tuendelee na safari. Tunaweza kuondoka sasa. Sawa. Kumbukeni warembo, nimwambieni I love you. Nawapendeni sana. Hadi sisi warembo. I'm sorry my brother. Senga, unaionaje kesho yako? Happy. Kesho yangu ni bora kuliko leo. Naenda kuwa tajiri mkubwa sana. Nitaoa wanawake 10. Nitakuwa nagawa tu magoli kama Yamal wa Barcelona. Makubwa haya. Kweli binadamu hatufanani. Wenzako wanaanza kujenga nyumba nzuri, kufanya biashara, eti unaanza wanawake. Si upuuzi huu. Hivyo malao unanitafuta nini wewe? Wewe nani unanipangia matumizi ya hela zangu? Nitakungunya kofi wewe. Senga. Mashida gani kwani wewe? Mbona mdo tugombana tu na wanawake? Vipi kwani hizo mali ushazipata? Kutiana mikosi tu. Kila wakati kelele tu. Kwa nini tusemeki kimya tu? Ndugu, mimi mwenyewe nishachoka. Eneo lenyewe tujafika. Lakini tunaletana mikosi tu. Basi tusiongee. Tutembee kimya. Na hiyo ndio itakuwa vizuri. Kuna nini tena hapo? Sio binti amenikanyaga makusudi kabisa yani. Wewe baba, nimekukua kwa bahati mbaya. Mbona penda mama wadogo wewe makubwa lakini? Nani babako? Pumbavu wewe. Umenikanyaga afu nataka nione mama madogo. Ungenivunja mguje. Inatosha sasa. Kila wakati kelele nyie tu. Mimi naona saa hizi tukigawana tu vikundi. Wengine wapite huku na wengine wapite huku. Alafu tutawasiliana kwenye simu. Yuda. Hapana. Kiongozi kule anajua kwamba hapa tupo wote. Tena wewe unataka tuanze tena kugawanyika makundi mawili. Bora iwe hivyo tu. Wewe Shabani, James, Kolata
na Esther mtaenda pamoja. Happy utafuatana nasi. Sawa, haina shida upande wangu. Basi sawa, twendeni. Yaani kwa mfano mimi ndo nakuja na utea mahela top, natafuta mrembo mzuri, alafu naenda kuishi Dubai. Alafu tukifika pale Dubai tunatengeneza party kubwa na walika wasanii wa Marekani wale wakubwa wakubwa. Wale hata nikiwa namwalika pale li close. Alafu wote wale wagumu nakuja namwalika na huyu msanii na nini? Lily Wine. Alafu na mtoto pembeni nzuri wa kupendeza. Lily Wine. Hao wanaitwa Lily. Twende bwana. Mimi nakwambia. Cheers hii huku jamani na nyinyi. Hii hapa.